Hakuna kitu kigumu kama kuanza mwanzo, kuchonga msingi ama kuchonga barabara ili watu wapite. Watu wanaoona mafanikio huwa hawajui uchungu wa msingi ulivyoanza. Kwa lugha wenzetu wanasema Genesis, mwanzo. Mwanzo ni mwanzo wa kila kitu. Matunda ya mwanzo yanaonekana mbali sana, ila yule anayeanzisha mwanzo huwa anaiona future mbali sana. Moja kati ya vitu vyenye mafanikio kwa sasa ni muziki wa Injili, ule unaoimbwa na solo artist, bendi ama vikundi vya kusifu na kuabudu, lakini mwanzo wake ulikuwa na maumivu mengi sana. Wako mapayonia ambayo hawaimbwi sana, lakini wameichonga hii barabara vizuri, wameliski maisha yao, walikubali fedhea ili hichi kinachofanyika leo kiweze kufanyika kwa ubora na ustadi huu tunaouona leo. Ziko hadithi nyingi kuhusu mapayonia wengi, lakini mimi leo nakuja na payonia mmoja hodari sana. Huyu ameyatoa maisha yake yote, sio yake peke yake, yeye na familia yake. Ameigeuza familia yake kuwa watu hodari sana kwenye huu muziki wa Injili, lakini aliyaona haya mbali sana. Kipindi muziki huu hauna value kwa mtu yoyote, kipindi muziki huu ni wa kujitolea zaidi kulikoni kupata gharama yoyote. Kipindi muziki huu uko chini sana, akithubutu katika mazingira magumu. Wakati mwingine anashushwa mpaka madhabahuni na wachungaji ambao walikuwa hawajaelewa kile alikuwa anakifanya, lakini yeye kwake aliamua kufanya kwa sababu aliamini siku moja kitu hichi kitaleta mageuzi makubwa sana nchini Tanzania. Mtu huyu hodari, mtu huyu wa maana sana. Wakati wazazi wengine wanawachukua watoto wao wakasome shule ule muda wa ziada, wengine wakiwapeleka tuition, wengine wakiwapa vitabu na taratibu mbalimbali, wengine wakiwapeleka mpaka kwenye majukwaa ya kidini, yeye alitenga muda huu wafanye watoto wake wajifunze kupiga magitaa na vyombo vya muziki, au wajifunze muziki, yaani watoto wake wote. Mtu huyu hodari wa Mungu aliiona kesho ya watoto wao katika muziki huu wa Injili. Mtu huyu wa Mungu hakuwaona watoto wake tu, ila aliuona muziki wa Injili wenye matawi mbalimbali, wenye kufika mbali na wenye kufanya vizuri sana. Japo haimbwi sana, lakini yupo. Yeye ni alama ya muziki huu mzuri wa Injili, muziki huu wenye kugusa na kujenga mioyo ya watu. Mtu huyu hodari wa Mungu alianza kazi yake huko mbali sana. Alianza kazi yake ya muziki akiwa duniani. Baadaye akampa Yesu maisha yake, akachagua kufanya muziki. Kufanya muziki kwa maana ya kumtukuza Mungu. Akatengeneza bendi, kitu ambacho wachungaji wengi walikikataa sana. Waliona kama analeta dunia sana kanisani kwa miaka hiyo ya nyuma, ambapo kwaya zilikuwa zimetamalaki sana na waimbaji binafsi walikuwa wachache sana. Alikuwepo mzee Mwasumbi, Munishi na wengine kama dada yetu Jennifer Mgendi na wengine wachache waliokuwa wanafanya muziki wa Injili kwa nyakati hizo. Lakini mtu huyu hodari wa Mungu aliamini sana kwenye kile Mungu alichomsemesha moyoni mwake. Aliamini kupitia yeye atazalisha muziki bora wa Injili, muziki wenye safari ndefu. Mtu huyu wa Mungu akaamua kuwekeza kupitia familia yake yote. Yeye na familia yake ilichagua kumtumikia Mungu kupitia muziki wa Injili. Hakuweza kuwaacha kabisa. Akaamini kwamba akifanya hivyo ataleta mabadiliko aliyoamini yatakuwa chanya kwenye muziki huu wa Injili. Kweli akaendelea na bendi na baadaye akatengeneza bendi ya kwake na familia yake. Mtu huyu si mwingine, maridadi kabisa, mzee wangu Mchungaji Gripper. Mchungaji Gripper amekuwa chachu kubwa ya muziki wa Injili ulivyo leo. Watu wengi hawamtazami kama payonia, lakini acha niseme kwa nini Mchungaji Gripper ni payonia. Wale wanaoifahamu familia ya mzee Gripper watakubaliana na mimi kwa haya nitakayoyasema. Ima, Biki, Sam pamoja na dada yao wameishi maisha ya muziki tangu wakiwa wadogo, kwa viboko na maumivu makali, pasi na kujua kesho yao itakuwaje. Baba yao aliwasisitiza sana kujifunza muziki kwa sababu familia yake aliamini ni familia ya muziki. Lakini sio tu familia ya muziki, aliamini ni familia ya muziki wa Injili Tanzania na itafanya makubwa kupitia familia yake. Miaka kadhaa mbele, ule muziki aliouota Mchungaji Gripper umezaa matunda. Umekuwa muziki bora sana. Umekuwa muziki ambao tunautegemea kwa sasa kwa ile picha aliyokuwa nayo, lakini familia yake imekuwa nguzo ya kubadilisha muziki huo na kuwa wa kisasa. Ukisikia solo anayopiga Ima Gripper, unaweza ukasema ndio, ninachokisema ni sawa sawa kabisa. Kwa wale waliotengenezewa kazi na Dickson Gripper kwa maana ya DG, mtakubaliana na mimi, wanatoa vitu hodari sana, lakini havikuja hivi hivi kwa mtazamo. Huyu ni moja kati ya payonia. Amewahi kushushwa madhabahuni kwa sababu anaimba muziki wa bendi na mchungaji anaamini ni uhuni tu. Amewahi kufanyiwa vitu vingi vya fedhea kupitia muziki huu wa Injili, lakini aliwekeza kupitia watoto wake.
Ima, Sam, Dickson pamoja na dada yao. Amefanya vizuri sana mzee huyu. Muziki wa injili aliyouota umeleta matokeo chanya. Mzee huyu aliamua kuriski kila kitu kwenye maisha yake kwa ajili ya huu muziki wa injili. Amekuwa pioneer wa huu muziki na hakuishia tu kwa watoto wake. Amekuwa mwalimu wa chuo cha muziki pale Dodoma. Wako wanafunzi maelfu kwa maelfu wamefundishwa muziki na huyu mzee. Ukienda kukaa naye, ukipiga naye story, anaupenda muziki. Anaupenda muziki kweli kweli. Lakini kubwa analotaka kusema, huu muziki modern ambao tunauona sasa hivi, bendi, vikundi vya kusifu na kuabudu, waimbaji binafsi ambao wamekubalika sana nyakati hizi, huko nyuma hawakuwa hivyo. Mmoja ya watu waliochangia muziki huu tunaouona sasa hivi kuwa hivi ni mzee wetu Gripper. Amebeba maumivu mengi ya muziki huu, amebeba fedheha nyingi za muziki huu, lakini kubwa kuliko yote alibeba tumaini la muziki huu ambao ulibeba maono makubwa ya kumtangaza Kristo ndani yake. Mzee wetu mchungaji Gripper amefanya mambo mengi mazito kwenye huu muziki. Kwa waliokuwa miaka ya 90 nafikiri wanamuelewa, wanamjua kwa undani. Ni mzee anayejua gitaa vizuri, anaujua muziki vizuri. Mzee Gripper akikupigia gitaa utakubali. Nakumbuka sisi tulikuwa wadogo. Mimi ni moja kati ya watu ambao tumeshuhudia haya ninayoyasema. Mzee wangu Gripper hasemwi sana. Ana vitu vingi vya kusema kuhusu muziki huu. Yeye ni moja kati ya pioneers wa muziki huu wa injili. Amefanya makubwa kweli na anatakiwa kuenziwa na kuheshimiwa kwenye muziki huu. Leo tunapomuona Ima, tunapomuona Dickson au tunapoiona Gripper Music, tunatakiwa kutazama chanzo cha haya yote. Ni mzee wetu Gripper. Mzee wetu Gripper amewainspire vijana wake. Hakuishia kuwainspire tu. Aliwafundisha kwa machozi, viboko, ukali. Yaani kama vile mzee mwingine anavyotaka vijana wake wasomee uhasibu, sheria na nini, na yari tamani vijana wake waujue muziki. Kwa mtu mwingine unaweza kutafsiri mzee alikuwa na kichaa, alikuwa na nini. Kwa sababu nyakati zile muziki ulikuwa hauripi wala hakikuwa kitu cha maana, na watu wengi walikuwa wanaimba muziki wanaonekana ni wauni. Lakini yari tazama miaka mingi mbele. Hapa nazungumza ni miongo 3 karibu na nusu nyuma. Mzee huyu ndo alikuwa anafanya mambo haya. Sasa leo tunamuona Dick, tunamuona Emmanuel, ambao kila mwaka wamejaribu kufanya kazi nzuri na kubwa ambazo zimewafikia walaji wengi wa muziki wa injili na wadau wengi wa muziki wa injili. Kwa kila mmoja wetu ambaye ni mdau mkubwa wa muziki wa injili, anatakiwa kutambua mchango wa mzee wetu Gripper kwenye muziki huu wa injili. Mchango wake ni mkubwa sana. Yeye ni moja kati ya watu waliochukua hatua za kufanya muziki huu kuwa bora kupitia kizazi chake chote. Nazungumzia familia yake yote ameiwekeza kwenye muziki huu wa injili. Mimi kwangu nampa maua yake akiwa hai kabisa, ayanuse asikie kwamba mimi kijana wake ama mtoto wake natambua mchango wake aliofanya kwenye muziki huu. Natambua moyo wake na unyenyekevu wake kwa Mungu. Mchungaji wetu Gripper, tunashukuru sana. Sisi kama wadau wa muziki wa injili, umefanya kazi kubwa, umefanya kazi nzito. Pengine wengine hawataiona leo, lakini ukweli ni kwamba shuhuda zitabaki milele. Wakimuuliza Ima, wakimuuliza Dickson, Pastor Sam, wanaweza wakaambiwa haya ninayoyasema kwa matendo. Sio hadithi ya kusadikika, bali ni uhalisia wa maisha ya mtu aliyejitolea kutengeneza future ya muziki huu wa injili. Kongole sana mzee wangu, mimi nakubali sana kazi uliyofanya na ninaheshimu kazi uliyofanya. Na leo nilikuwa nakujuza usichokijua. Na sasa unajua usichojua.